Kumbuka faida ya kufunga, maana ziko faida za kufunga na kuomba na kumtafuta Mungu. Kama wakale wetu waliyafanya, na sisi nasi twaiga imani yao. Bwana wetu Yesu Kristo akiwa mfano mkubwa, akiwa mwana wa Mungu, kama vile mimi na wewe tu mwana wa Mungu, baada ya kumpokea Yesu tukapewa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Kwa hivyo tunamwiga Yesu, japo yeye alienda mbele zaidi, sisi tunafanya kuonja. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo kuna mguso katika kufunga na kuomba. Kinachojitokeza wakati mtu ameamua kufunga na kumtafuta Bwana, anapata nguvu za kiroho. Sema nguvu za kiroho. Huyu mtu maombi yake yana ladha. Huyu mtu apungukiwi ni maneno ya kuomba. Anapoanza kuomba ni yeye mwenyewe ajizuie, maana kama anaenda kazini anaweza kachelewa. Maana kila akianza kuomba vinamiminika, maana roho yake iko na nguvu. Kwa hivyo kufunga na kuomba kunamfanya muumini awe na nguvu za kiroho. Na wakati una nguvu za kiroho, mwili sasa hauwezi kukutawala. Wewe ndio unatawala mwili. Kama saa hii umeuambia mwili hauli asubuhi na mchana hauli, na umekutii. Bwana asifiwe sana. Faida ya pili ya kufunga na kuomba, huwa mtu anapata kibali mbele za Mungu na hata mbele za wanadamu katika mambo mbalimbali ya maisha. Huyo mtu anapata kibali mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Kuna vitu vingine unahitaji kibali cha Mungu tu ndio vitimie kwako, ndio vifike kwako, ndio vikamilike kwako. Kwa hivyo kufunga na kuomba si kwamba tu unajinyima. Kuna kibali fulani kinaachiliwa juu ya maisha yako na Mungu mwenyewe. Kuna neema fulani inaachiliwa. Wengine wenu baada ya hii saumu mtajikuta mko bora zaidi ya kabla hamjafunga na kuomba. Mtajikuta mko na afya, mtajikuta mko na amani, mtajikuta vifungo vimevunjika. Kuna faida.